Hivi ndio kazi kwenye uwanja mapambano, mambo ingibidi ikwe kila mara. Wanajeshi wa FARDC hamubidi kurudi nyuma, wanajeshi wa Zalendo hamubidi kurudi nyuma. Hili ni hatua kwa sasa, hili tukuje kuwachambulia moja kwa moja. Kwa nini jeshi la FARDC likiwa kwenye uwanja mapambano linarudi nyuma, na ni nini yenyewe leo hii tarehe 13? Leo tarehe 13 ni nini inaendelea katika upande wa mashariki ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika upande wa Sud Kivu na katika upande wa Nord Kivu. Lakini katika habari niko nazo leo, habari niko nazo ni habari moto zaidi, kwa sababu serikali la Kongo limeamua kabisa. Serikali la Kongo limeamuka kabisa. Kwa sasa hivi tunavyozungumza Kinshasa, habari uliko nazo. Kama unataka kujua mengi, eka comment uniambie tayari wewe umesha kusupporti, umesha kusubscribe, umesha kujiabone, umesha kutuma comment yako, nieleze wewe ni shabiki wa Media Goma TV kutokea eneo gani. Na kama unadukubali moja kwa moja, nitumie ujumbe niambie, bwana mtangazaji, tunakukubali moja, ili nikuwe nachambua habari zangu mara kwa mara na kuwa na utaratibu wote. Na kwa sasa leo watu wengi wanasubiri kujua leo hii na muda kama huyu wa jioni, muda wa magharibi huyu, ni nini inapoendelea katika ndani ya DRC, ndani ya Kongo, kati la M23 pamoja na serikali la Kongo. Watu wengi wanataka kujua ninawaletea habari gani, si ndio? Na kwa majina unanijua tayari, ni reporter Nelson kupitia mwanahabari Nelson kutokea Media Goma TV na kutokea ndani ya Media Bukavu TV. Ni sehemu mbili mimi napatikana kwenye television, ndani ya Bukavu TV na ndani ya Media Goma TV. Na kwa sasa hili habari zetu mara moja, mashabiki zangu kutokea Lubumbashi, Katanga, Manyema na kutokea eneo zingine Kinshasa na wengine kutokea upande wa Nord Kivu, Sud Kivu, na wakaribisha ndani ya kipindi chetu cha muda huyu wa jioni wa magharibi wa leo kupitia habari zetu. Tuko nayo mengi ya kutosha. Diaspora kutokea Amerika, na washukuru zaidi, na naomba muendelee kupartage hii media, iendelee kupitia wengine madiaspora, kwa sababu kumbuka, madiaspora hamuko ndani ya Kongo, hamujui nini inaendelea. Na kwa sasa kama unavyopitia Media Goma TV, hapa ndio sehemu ya chembe chembe, hapa ndio sehemu ya neno ya ukweli, hapa ndio kuna habari zenye uhakika kupitia Media Goma TV. Na kama hujanisikiliza, ushanisikiliza, eka komenti yako mara moja. Leo niko na jambo la kutangaza na niko na habari lenye kuwatangazia mashabiki zangu. Serikali ya Jamhuri, breaking news, inaitwa breaking news, habari lipya, habari lenye furaha zaidi kwenye serikali la Kongo. Ni jambo lenye furaha sana, lenye habari moja niko nazo na watu wengi kwa sasa kwenye habari niko nayo, na kuna habari lenye kukata wengine moyo. Kwa sababu gani? Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imepanga mambo mapya, lakini jeshi la M23 nao wamepanga mambo yao wengine. Kwa sasa kumbuka, kupitia Media Goma tunagusa huko na tunagusa hapa, si ndio? Kwa sasa habari niko nayo leo tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC Kinshasa inaitwa break, habari ya mpya. Serikali ya Kinshasa imeegeza wanajeshi kwa wingi wakaingia upande wa Kalemi tangu jana tarehe 12 na tangu tarehe 13, tarehe 11, tarehe 12 wanajeshi walikuwa wanaingia sana katika ndani ya Kalemi. Waliingia ndani ya maboti, mabato zilikuwa zimejaa mpaka waliingia ndani ya mji wa Kalemi, mpaka raia population walishangaa sana kuona kwa wanajeshi, kwa sababu wamekuja kufanya nini? Kumbuka, wanajeshi wameingia kwa wingi zaidi katika upande wa Kalemi, wakuja kupeana ranforo katika ndani ya sekta la Uvira na kuelekea katika milimani huko kwenye M23 wameshika Minembwe. Kumbuka niliwaambia Minembwe, M23 ilibadilisha jina. Kwa sasa Minembwe inaitwa Territoire de Haut Plateau de Minembwe. Sio kusema ilikuwa commune. Kwa sasa ni mambo imebadilishwa. Kwa sasa serikali imepiga macho ikaangalia, ikasema hawa kama tayari mnaanza kubadilisha hivi, inaonekana kila mahali mtaanza kuchukua. Kwa sasa mtabadilisha, mtapata Kongo imegawanya mara pili. Ndio maana kwa sasa habari imewaletea jeshi imeingia wengi zaidi kutokea wako Kalemi na wengine. Katika habari niko nayo leo hii muda wa saa 3 na dakika 49
mchana wa asubuhi, wanajeshi wamoja walikuwa wameshaingia ndani ya eneo ya Baraka. Hiyo ni breaking news nawaletea. Wengine wanajeshi kwa wingi zaidi kutokea ndani ya nchini Burundi. Burundi wamekuja kwa wingi mpaka walikuja ndani ya makamio mingi zaidi. Walikuja karibu kamio 13 wameingia ndani ya Centreville ya Uvira, na kwa sasa wanaendelea kuingia ndani ya Baraka na kuelekea ulayani Fizi. Hii ni breaking news na waletea mashabiki zangu. Hakuna habari, hakuna televisheni yoyote ya Kiswahili kutokea Kongo itawapasha habari zenye uhakika. Kwa sasa hili nawaletea breaking news zenye zinakuja kupitikana kwa vita. Kumbuka niliwaambia huyu mwezi wa 7 kutakuwa mapigano kali zaidi katika upande wa Sud Kivu. Niliwatangazia nikawaambia vita lenye lilikuwa tarehe 8. Hili lilikuwa ni mwanzo lenye vita ya kuwa katika Sud Kivu, kwa sababu M23 walikuwa wako na mipango kwa sasa la kuchukua eneo zingine kadhaa. Hili kwenye mipango yao ndawaambia, na kwenye miji wanataka kuchukua na kuzingatia kwa sasa. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nao wamepanga kuzingatia miji mingapi. Hili niwapeleke mara moja, ili mjue kwa sasa kama tayari mimi niko hapa kwa kuwapasha habari zenye zinapitikana kwa sasa. Msifikiria serikali imetuma wanajeshi kwa kukuja kulala tu. Wamekuja kurejesha vijiji vyenye M23 walikuwa wameshazingatia. Kumbuka hizi ni vijiji vya muhimu sana, ni eneo muhimu sana, na kwa sasa M23 wakiwa angali katika eneo hizo, Baraka hakuna siku amani itakuwa, Fizi kutakuwa tayari hakuna amani, Uvira itakuwa haina amani, Mwenga itakuwa haina amani. Ndio maana hili niwapeleke kwa sasa. FARDC imepanga mara moja mpango wao wa kwanza. Inabidi kwanza warejeshe eneo ya point zero. Bombardement ya kwanza itaanza, itakuwa inabidi wa bombarde point zero. Ya pili babombarde Kamanyola. Kumbuka Kamanyola hapo ndio kwenye border kutokea nchini Rwanda na Kongo linaanzia hapo. Kwa sasa wanasema kwa sababu gani wanakubidi serikali ya Kongo ibombarde Kamanyola? Kwa sababu uchimbaji wa madini ama mambo mengine, ufugaji unapitia hapo ukielekea katika nchini Rwanda. Hivyo ndio habari za waraia population wanatangaza kutoka, hivyo ndio kwenye sehemu zinapitiaga uchembechembe. Serikali imepanga hiyo, na katika eneo ingine kubwa serikali inapanga inabidi rejeshe Mikenge tena iwe kwenye mikono la serikali la Kongo, na katika eneo inapoitwa Kitavi inabidi iwe tena kwenye mikono ya serikali hizo, na eneo inaitwa Kabati inabidi iwe kwenye mikono ya serikali ya Kongo. Ndani ya eneo inaitwa Rugezi inabidi serikali tena irejeshe hizi eneo. Katika upande sasa ndani ya komine hii ilikuwa inaitwa komine, saa hizi imeitwa territoire Minembwe. Kwa sasa imeitwa saa hizi territoire de haut plateau de Minembwe. Kwa sasa ili nayo imeleta tatizo sana. Kwa nini serikali imeamua hili jambo? Kwa sababu hizi ni jambo la muhimu sana, lakini katika habari hili niwaletee kwa sasa, wanajeshi wamekuja kwa wingi, FARDC wameingia kwa wingi sana, lakini kwa kuingia kwa wingi hatutaki tuone tena kwenye mapambano tena mnarudi nyuma. Kama mumerudi kwenye uwanja mapambano, mupambane na muhakikishe kweli mumerejesha vijiji hivyo kisi mnavyosema, na kwa sababu hizi ni vijiji vya muhimu katika eneo ya serikali na eneo ya wakahaji population. Le peuple congolais, vous avez vivre dans une côté de Sud Kivu jusqu'aujourd'hui là. Vous avez souffrir jusqu'à là depuis 2025 jusqu'à en 2026. Kwa sasa hili ni abalete, lakini tusisahau kwenye mambo inakuja. Ni nini lipea serikali la Kongo nguvu? Hili niwapatie habari zangu watu wangu, kama mnavyonielewa mnisikilize. Niliwatangazeni kuambia gisi na kitu inasababisha serikali ya Kongo inakosa nguvu ya kupigana, kwa sababu mwanajeshi anaenda kwenye uwanja ana chakula. Niliwatangazia hivyo nikawaambia, kwa sasa mwanajeshi anaenda kwenye uwanja ana moyen ration, ana tatizo ya mali ya kulala, moyen de financement, masasi inaisha kwenye uwanja. Lakini kwa sasa serikali imekuja na vita lingine lipya. Hii nawatangazia inaitwa break news. Kwa sababu gani? Hili niwaambie kuna kitu imebadilika. Jinsi serikali ilipiga kipupu tarehe 11 mpaka tarehe 12,
na hili ndio lipatia serikali nguvu kwa sasa. Tena wamerejea wanajeshi, walipiga kipupu, sio walitolewa hapo. Hili niwapatia habari mpya. Wanajeshi walipiga kipupu, ni FARDC wengine walikuwa wametoka mara moja upande wa uko ndani ya seta ya nani ya upande wa nani wa Kalemi. Wanajeshi wapya walikuja wakaungana na wanajeshi wazalendo na Ibu, wale ndio walipiga kipupu. Sasa ikapatia nguvu wanajeshi wengine 33e region wenyewe wako upande wa Uvira. Mara moja wakasema sasa hii ni jambo la kukabiliana na wasi, lakini wasisahau wanaokabiliana ni wanani? Ni wanajeshi wengine, si watoto wale, nao ni wababu. Wale wanajeshi ni moto, sio kusema ni wanajeshi hawajui ni jambo. Kwa sababu gani? Wanajeshi wa M23 ni wanajeshi wanapambana kwa kweli, ni wanajeshi wanapigana bila mchezo sahihi. Lakini hatua kwenye mpango FARDC inapanga kurejesha eneo hizo. M23 nao wana mpango wao sasa. M23 nao wametangaza inabidi warejeshe eneo ya Baraka. Unaelewa vizuri? M23 nao inataka kurejesha Fizi, inataka kurejesha Uvira, inataka kurejesha Mwenga, inataka kurejesha Kalemi kwenye FARDC wako. Sasa hili ndio mjue kwa sasa vita hili linakuja huyu mwezi, litakuwa vita kali zaidi. Huyu mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 9, mapambano itakuwa upande wa Sud Kivu, itakuwa historia. Kwa sababu gani? Kwa sababu FARDC iko na mpango wa kuondoa M23 katika maeneo walichukua. Wahasi nao wana mpango wa kuondoa FARDC maeneo wako. Yaani sasa kwenye mapambano itakuwa ni kama ushindi, kushindania maeneo. Unaelewa vizuri kisi mapigano inakuja kubadilika. Yaani itakuwa sasa kupigana ili wapigane, kila mtu arejeshe. Sasa mwanaume mwenye atakuwa mwanaume kwenye mapigano ndio atafanya nini? Atarejesha maeneo. Sasa hapa tunasubiri tuone. Kwa sasa mtuto unaanza, wanajeshi wanaendelea kuingia. FARDC wameingia kwa wingi, na wajeshi wa Burundi walikuja pena raforo kwa wingi zaidi, na wanajeshi wa M23 jana mpaka leo nao wamepeana raforo sana kuelekea Minembwe kwa ndani ya Twirwaneho. Wameingia kwa wingi zaidi. Hili nawatangazia kwenye habari hili, wameingia zaidi. Mkiuliza tayari watu wako katika eneo ya Kaziba huko Walungu, atawaambia wanajeshi wanapita hapo ni wanajeshi wanatoshana gani, kwa sababu wanajeshi ni wengi zaidi. Lakini serikali nayo inajipanga, nao wamekuja kwa wingi zaidi, mpaka wako wengi zaidi. Lakini kizuri napendea serikali ya Kongo, wanakujaga kwa wingi zaidi kwenye uwanja mapambano, lakini wakifika kwenye uwanja mapambano, vita ikianza mara moja wanarudi tena nyuma kwa wingi zaidi. Hili ndio tatizo lenyewe linaharibu kwa sasa kwenye mapigano. Wanajeshi wamekuja kwa wingi mpaka tayari unaona kabisa population wanakuwa distre, wanaangalia mara moja, wanasema kwa sasa inaonekana kweli kwenye mapigano haya mambo inakuja kubadilika. Lakini vita tu kianza risasi hivi, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tunajiuliza ni nini inaendeka. Viongozi wenyewe waongoza mara moja tayari unasikia wanawastopi, turudi nyuma. Hata kama waliavance mara moja, walisha kuavance mara moja kwenye vita na kwa utamu, wanajeshi wa uzalendo wameanza kupiga nduru mara moja, wanawaambia vous ne pas parler, murudi nyuma. Sasa hili ndio linaendelea kuchanganya raia, population. Sio vizuri. Katika uwanja mapambano mpambane. Wahasi nao wanakuja moto kwa sababu wameingia kwa wingi zaidi mpaka eneo ya Kamanyola, wamejaa zaidi Bukavu, wamepanda mara moja Minembwe, eneo yote ya bara hizi, eneo walikuwa wanazingatia zote tena wamezirudia. Upande wa Nord Kivu nako mambo imebadilika. Upande wa Nord Kivu kwa sasa kuna wahasi wasiojulikana, kuna watu wasiojulikana upande wa kuelekea eneo ya Lubero. Raia population 15 na muko madaktari wamekatakatwa na watu wasiojulikana. Mpaka kuna daktari mmoja alikatwa vibaya zaidi na mkubwa wa daktari, mpaka kama maisha yake inaweza kuwa ameshakufa tayari. Wahasi wasiojulikana wanaendelea kufanya nini? Kuvamia raia population. Niliwaambia kwenye uwanja mapambano, watu wavamizi wamekuja kwa wingi zaidi.
ya kila mara watu wanaona kwa sasa eneo imebaki ni mambo ya unyanyasaji. Kama wale walishikwa watu 15 waliwashika wa kuwanyanyasa, hatua kunyanyasa, hauna pesa wewe unakatakata, unauawa, tayari ule mwenyewe ana pesa zake anaachiliwa. Hivyo ndio mambo inaendelea kupatikana ndani ya nchi la Kongo kwa sasa. Hata kama serikali la Kongo itapigana na waasi M23 na kuna wengine wanaovamia raia population, itakuwa ni vigumu zaidi, kwa sababu hili ni jambo litakuwa tatizo, kwa sababu watu wanaokatakata watu ni vijana. Wale walikuwa wazalendo, walikuwa na masira, walipata masira kupitia wanajeshi wazalendo, wanatengeneza chama cha uwizi. Ikienea muda, kama kuna maeneo kwa sasa tunayozungumza, ikienea muda wa usiku awalali, milango wanaifunga kabisa, wanaikaa na mipanga nao hawalali, kwa sababu wanajua hapa kuamka kwetu ni kushukuru Mwenyezi Mungu. Kuamka kwetu ni tatizo. Wakiona mwangaza wa asubuhi hivi ni jambo la kumshukuru Mungu. Hili nimewaambia uhakika zaidi katika upande wa Nord Kivu zaidi na upande wa Sud Kivu. Watu kienea muda wa usiku wanakuwa naweka mikono kwa Mungu, wanajua Mwenyezi Mungu hapa kuamka kwetu ni kusalama, upendo wako, kwa sababu kienea muda usiku watu ndio wanakatakatwanga ndani ya Kongo usiku, ndio masakre inaanza kukatiwa. Wale wavamizi wanaanza kujua tayari tutaendea watu fulani hao. Ndio maana nawaambia Kongo watu wanauawa kwa njia aina tofauti. Kwa sasa Kongo watu wanauawa na njaa, Kongo watu wanauawa na ugonjwa tofauti, Kongo watu wanauawa na Ebola, Kongo watu wanauawa na mipanga, Kongo watu wanauawa na kisu, Kongo watu wanauawa na wanamfunga kamba kwa shingo, wanamtundika kama Yesu Kristo aliyomtundika msalabani. Kongo watu wanauawa na mikuki, Kongo watu wanauawa na aina yoyote na marisasi. Ule anaopigwa risasi anauawa vizuri zaidi, lakini ule anaokatakatwa kama mbuzi, ule anauawa vibaya zaidi, kwa sababu anasikia uchungu vibaya zaidi. Kongo watu wanauawa wakichoma kwenye moto. Yaani nawaambia Kongo vita wauaji wanaua kwa aina tofauti wenye wako Kongo. Ndio maana unapata Kongo serikali inashindwa itapigana na watu gani, kwa sababu kama inaendelea kuvamiana na M23 tayari nyuma ya FARDC ikiondoka iende eneo fulani, tayari unasikia wavamizi tena huko wameingia. Yaani wanajiuliza waendelee kulinda population kivipi, na unajikuta sasa kutoka katika maeneo tena inakuwa ngumu kwao. Yaani serikali ya Kongo wanapitia changamoto, lakini kwenye maswali waasi wanaofanya wahunyi wanajifanya kuja katakata watu. Kwa nini hawaende ukatakata watu katika maeneo M23 wanaendelea kumiliki? Kwa nini hawaingie huko? Wanaona M23 hawa hawataki mchezo ama vipi? Hili ndio jambo watu wajiulize. Kwa nini waasi hao wanafanya uvamizi? Kwa sababu eneo FARDC wako, lakini eneo M23 wako na Twirwaneho hawaende huko, kwa sababu huko kuna moto, hatujajua kuna nini inapoendelea. Serikali ya M23 wako ngumu zaidi, ama wao wako na security tofauti kulinda serikali, kulinda raia kuliko serikali ya Kongo. Hili ndio jambo watu wanaendelea kujiuliza maswali mengi, na kama unavyonisikiliza kupitia media Goma TV, endelea kusubscribe, like, comment. Tayari eka comment yako, niambie umefikiria nini kupitia habari zetu za leo ama kupitia mada zetu za leo, na kama tayari kuna yenye unataka kuongezea tuma hapo. Kama kuna venye unataka sisi tubadilishe, lakini kumbuka kitu moja, sisi hatuweze kuongea habari wewe unataka, kwa sababu kumbuka Kongo watu wengi wamenunuliwa, wanahabari wengi wamepewa pesa kwa sababu ya kuongea habari zenyewe ziko hivi. Lakini kama media Goma TV hatuna haja ya pesa ya mtu yoyote, kwa sababu pesa haishinde, pesa haiwezi sababisha niuze mwenzangu mkongomani. Kumbuka le peuple congolais, wananchi wetu wa Kongo wamekufa miaka ya kutosha, na hakuna utetezi na hakuna habari inayotangazia, kwa sababu raia population wanaokufa Kongo, kwa sababu yoyote anaokufa anakufa kama punda. Hili niliwaambia watu wamekufa saa hizi, ni kuonesha mavideo hapa, mapicha za watu hapa, mtashangaa zaidi. Wa population ukiangalia kwa wale raia population wanaokufa, hakuna hata mwanajeshi mmoja. Wale wanaokufa ni wale raia population victim, wale wenye wa maskini, sio matajiri. Wanaokufa kwenye vita la Kongo raia population ni wale maskini, sio matajiri. Tajiri yote akufe Kongo, hili nawaambia ni hakika. Wale wanaokufa ni maskini, le peuple pauvre jusqu'aujourd'hui là. Na wale wanaoongea mambo mbovu ya utusi kwenye mtandao ni wale wenye mapovre wa maskini. Sasa wale ndio wanaongea, washaingia na virus ya upumbavu kusipoangalia mbali. Lakini ule mwenye anajua kinapoendelea
anataka tu message yake, anakuambia bwana habari, hapo kabisa unazungumzia ukweli. Lakini wale wenyewe wanaopumbavu, na ndio maana wanakatakatwa na wanauawa kila mara, kwa sababu kusipojitambua ile mambo tumekoloniziwa miaka mingi. Kumbuka Kongo tumekoloniziwa na mabavu. Kwa nini tuendelee kukoloniziwa na wenzetu kila mara? Inabidi tujitambue. Kama kwa sasa maandamano Kongo ilikuwa haikuage na maandamano, kwa sasa wewe unajua maandamano sababu yao nini? Mnaanza ona tarehe 12, tarehe 22 Kinshasa kutakuwa maandamano. Hili ni jambo la kuonesha wananchi wana haki yao. Wewe ukitulia hapo bila maandamano, nani atajua tatizo yako? Ukitulia na shida zako zitabaki hapo hapo. Lakini ukieleza, mwingine aeleze, tayari shida mtaipeana, serikali ijue ni nini inaweza kutatua kwenye tatizo hili. Na kama uko pamoja na sisi hapa ndani ya Media Goma TV, sio eneo la kukuja kwa kufunzana. Hapa ni kukuja kuambia watu ukweli. Kuambia watu ukweli.